tutaimba na malaika mbinguni, wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana-Kondoo. Ole kwa walokataa neno, ninyi mtalia machozi. Ole kwa walokataa neno, ninyi mtalia machozi. Wokovu ulishuka kwa mwanadamu, hakika tulistahili kifo. Mimi nawe tuko huru tena. Wokovu ulishuka kwa mwanadamu, hakika tulistahili kifo. Mimi
na makundi yao hawawezi kumpata. Nyumbani kuna makao, karibu nyumbani mwake. Mwokozi anakuita, njooni ndugu nyumbani mwake. Nyumbani kuna makao, karibu nyumbani mwake. Mwokozi anakuita, njooni ndugu nyumbani mwake. Asante kwa wimbo mzuri. Basi tena imefika wakati ambao tunaenda kumkaribisha ndugu yetu Pastor Jeremia Mogesi atuletee kipindi cha matoleo. Ni wangapi pamoja nami watamkaribisha? Asante. Lakini kabla ya hapo nimesukumwa kwamba tusome Deuteronomy chapter 16 verses 16 to 17 ambayo inasema hivi: 3 times a year all your men must appear before the Lord your God at the place he will choose, at the festival of unleavened bread, the festival of weeks, and the festival of tabernacles. No one should appear before the Lord empty-handed. Tumekuwa na juma la makambi, and I hope and trust kwamba tumekuwa tukiprepare our children right from home, na pia leo tumejipanga kwa sababu ya matoleo, kwa sababu Mungu anasema kwamba let no one appear empty-handed. Pastor taguzia pia kesho tutakuwa na sadaka 4, kwa hivyo let us prepare for the same. Pastor, karibu. No one shall appear before the Lord. No one should appear before the Lord empty-handed. No one should appear before the Lord empty-handed. This scripture is reminding us that wherever we come in the camp meetings, we don't come to appear before guests. We don't come to appear before our elders and pastors. No, we come to appear before who? Before the Lord. And the Lord is saying, as you come, don't come empty-handed. In another version, what does he say? Bare-handed. Another version. And all those. So, sons and daughters of God, it is time that we are going to worship our God through our offerings. The book of Psalms, chapter 1, verse 16, chapter 1:16, verse 12. What does the Bible say? Psalms chapter 1:16, verses 12. Nimrudishie Bwana nini? Kwa ukalimu wake wote alionitendea. Nimrudishie Bwana, nimrudishie Mungu nini? Kwa ukalimu wake ambaye amenitendea. In other version inasema, what shall I bring unto the Lord for all his benefits? Another version said, for his goodness, what shall I repay unto the Lord? Now, sons and daughters of God, the psalmist is trying to calculate the way God has blessed him. The living God had protected him from traps of death in several occasions. You know the man servant by the name Saul. Alikuwa amemtafuta mara ngapi amuue? Mara nyingi, lakini nani alikuwa anamuokoa? Ni Mungu mwenyewe. Hata ndugu zake Daudi, his brothers, were jealousy of him. Alipoenda pale kupigana na Goliath, walimwambia kwamba wewe ni mtoto mdogo, hujui, walimdhihaki. But still he comes up, he goes to the battle,
na anashinda kwa sababu ya uwezo wa nani? Kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Ndio anauliza mimi becoming a king, it's by God's plan. It's by God's plan. David marrying a lady, marrying from the family of who? Saul. It was whose blessings? It was God's blessings. It was God's blessings. So he said, what can I give unto the Lord for all his benefits? I know each one of us here, God has given us a lot of benefits. God has been good to us. It is time that we should thank him through our tithes and offerings. Verse 117. What does he answer that question with? Verse 117. Anajibu. Verse 17 now. Verse 17, sorry. Verse 17. Thank you, you are alert. Verse 17. I will offer you the sacrifice of thanks, what? Giving. And secondly, I will continue to call upon the name of the Lord. So number one is saying, I'll give you an offering of thanks, what? Thanksgiving. Thanksgiving. You know, in the Old Testament, we had several types of offerings. So in this case, because he counts God's blessings and benefits, he says, oh Lord, I will give you an offering of thanksgiving. An offering of thanksgiving, in terms of amount, the Israelites used to give more than tithe, because it's a free will offering that has no limit. And now when one counts his blessings upon his life, he would say, no, I will now give a sacrifice of thanksgiving. So one of the things we do during these camp meetings is to give our thanks offerings. Number two, we also give offerings in kind. Leviticus chapter 27 verse 30. What does the Bible say? Leviticus 27 verse 30. Leviticus kwa Kiswahili unaitwa namna gani? Mambo ya Walawi. And all the tithes of the land. Ikiwa, whether it's for the seed or for the land, all of the fruits, yani ile matunda yote tunayovuna katika mashamba yetu, inikirudi ngevirango atina gentokieka na mapera, those are fruits. Matoke, those are what? Fruits, produce of the land. Chibando chinsia kende yonsi kelia lira bari kwama, including yemete. Oh, those are the produce of the land. A tenth belongs to the Lord. And finally, it is the Lord's. Those, they are the Lord's and they are holy. Therefore, they should be submitted unto the Lord. May God give us the spirit of faithfulness, that we freely give our thanks offering, that we freely give the produce of our land, because that is what God requires of us. May God bless us. Before we do collection of we have those of us who brought the produce of the land. Kuna wale watu wa Mungu amesaidia, wamepanda miwa, wamepanda kuku, produce of the land, all animals. Anybody who brought this offering? Kunazo hizo sadaka na kuna hizo sadaka. When our deacons and deaconesses rise up. Okay, thank you. Want to there are those of us who brought, they may not stand up. But as we pray that God will bless them. Hallelujah. So our elders and our deacons, you would receive them. And is there anyone ambaye amewacha sadaka kama
town vicinity, we are not farmers. Hata kama huko pale reserve, we can goodness. Thank you, Lord, because of your blessings unto each one of us. The days of our life. Touch your sons and daughters, Heavenly Father. Remind them once more of the blessings you have bestowed unto their lives. Oh Lord, we pray that during these camp meetings, we shall freely give because you also freely gave. As the Lord, our deacons rise up to collect, Heavenly Father, bless those who give and those who shall give. For we pray in Jesus' name. Amen. Tuimbe namba 55 tunapokusanya. Redemption, mkimbie upesi. Redemption, mfanye haraka. Twapanda mapema na mchana kutwa. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo. Punde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia. All right, just a minute, our choristers. Yeah, before us is the redemption ministers who are about to give an item. During lunch, there are those of us who brought their offerings in kind. Our elders will sell those commodities. Those of you who will be interested, you'll come up front for them when it comes as we shall be breaking for lunch. Thank you. Let's continue to praise God.
Usipoteze moja, dakika ni hizi. Bwana atarejea mwisho wa kazi. Fanyeni kazi zenu hivi jua lachwa. Wote walio kwenu apenda Mungu, na sisi tumjuae na tuwafundishe, ili Yesu ajaye tumfurahishe. Asante sana kwa wanakwaya. Tumie na mimi wakati huu niwasalimie washiriki wote. Amchambo. Amchambo. Tutasimama sote. Tusimame sote kwa ule wimbo wa makambi, wimbo namba 100. Wale mko na hii program umeandikwa hapo nyuma. Okay, bila ameanza hivyo, tuanze sote tuendelee. Tuanze vizuri. Kuwatafuta. Haya, tuanze. Kuwatafuta Wasioweza kuomba wamrejee Yesu. Kuwaambia maneno yake, njooni kwangu nawapenda. Nitakwenda katika Yesu Kristo. Kuwatafuta wasioweza waonyeshe Mwokozi wetu. Kuwaongoza wapate wote uzima ule wa milele. Nitakwenda niwatafute wapotevu wageuke waingie katika zizi la Mwokozi
Yesu Kristo. Kazi hiyo nataka kufanya, leo nimesikia wito kuwainua waangukao, waletwe kwake Yesu njia. Nitakwenda niwatafute wapotevu wageuke waingie katika zizi la Mwokozi Yesu Kristo. Wale wote wameketi, simama tufanye maombi. Wale wameketi wote, naona watoto wameketi. Akiwa mtoto karibu, ukiwa karibu na yeye asimame, sisi ndio tutawafundisha. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa wakati huu. Tunakuomba kupitia kwa Roho wako Mtakatifu uweze kutuandaa kila mmoja wetu, ili wakati pastor ataposimama na kunena nasi, tumemwombea uweze kumtayarisha kupitia kwa Roho Mtakatifu, ili yale yote atakaponena umtumie kama chombo takatifu. Tumeomba machache ni katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Ndatumia wakati huu, wakati wa sermon, nimkaribishe Pastor Lumbe anene nasi. Karibu Pastor. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Mbona sauti ziko chini? Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Watoto mambo? Hamjambo? Mnajua kwamba nawapenda sana? Okay, wangapi wananiahidi tena hawatapiga kelele? Mungu awabariki. Tuko pamoja, na mimi ninawapenda kweli kweli. Napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyonipatia. Nipende kushukuru wachungaji wenzangu, mchungaji Rameki na mchungaji Ana na mchungaji Judith. Nipende kushukuru wazee wa kanisa, kamati ya makambi wakiongozwa na mwenyekiti wa makambi, mafundi mitambo, wataalamu wetu toka Vuna online TV na radio, Mr. and Mrs. Freddy pale tunapolala, na wapishi wanaotupikia, wageni kwa wenyeji. Hamjambo? Basi Mungu atubariki sana. Fungua pamoja nami
Kitabu cha Mathayo 25 na lile fungu la kwanza. Mathayo 25 na lile fungu la kwanza. Mathayo 25 fungu la kwanza. Mpaka la 13. Biblia inasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya, bwana harusi tokeni, mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakajibu wakisema, sivyo, hayata tutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambieni, siwajui ninyi. Simama pamoja nami. Nena rohoni ye, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, uache upweke, fungua moyo wangu nisikie, jaza roho na sifa zako Bwana, kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole, upole wa pendo. Daima utashinda uluni wako, nisikie maneno, uache upweke. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, shuka unene nami, nipe mafunuo mapya ambayo hata sijawahi kuyahubiri katika ufafanuzi wa fungu haya, katika jina Yesu Kristo, amina. Amen. Funga Biblia yako na tutasoma fungu lingine. Wangapi wanafahamu sasa ninavyoanza? Okay, lazima mnisikilize hapa ili twende pamoja. Uchumba, zamani za Biblia, uchumba, mtu akikuchumbia kulikuwa na tamaduni ya tofauti kidogo. Yaani mimi nilikuwa namchumbia mtoto mdogo kama huyu binti aliyoko hapa, lakini ninamsubiri mpaka atakapokuwa mkubwa, ila anaitwa mchumba
wangu. Kule kwetu Tanzania ndivyo Wamasai wanavyofanya. Na hata Yusufu anapomchumbia Bikira Maria, Biblia inasema Bikira Maria alikuwa bado bikira, na Yusufu alikuwa ameoa akaacha mke. Kwa hiyo Mariamu alikuwa ni mke wake wa pili. Na utasema mchungaji, unayatoa wapi? Soma Biblia yako. Yusufu alikuwa na watoto wake, hawa ndio waliokuwa namuita, walikuwa ndio kaka wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Yusufu alipomchumbia Bikira Mariamu alikuwa na umri wa miaka 70, Mariamu miaka 19. Wala hawakuwa sawa, lakini ule uchumba ulikuwa ni mtakatifu. Ndio maana Yusufu anasema itawezekaneje apate mimba na bado hajamjua mtu? Bado si watu wataona nimevunja kile kiapo? Si zamani zile za Biblia, mtu anapotaka kuchumbia anapeleka jani la mtende, alafu ana calculate kwamba huyu mtoto ana miaka 9, akifikisha miaka 22 ndio nitamuoa. Kwa hiyo anapewa zawadi ya kuvaa shingoni ambayo itakuwa na shilingi 12, kama shilingi moja hivi ya Kenya, zile coin zile. Anavaa shingoni shilingi 13, ongeza 9, 22. Kwa ana calculate kama amemchumbia na miaka 6, anasema nitamwona miaka 20, kwa anamvisha zile coin zinakuwa 14, kuashiria kila mwaka coin moja, kila mwaka shilingi moja, kila mwaka shilingi moja. Huyu mama itabidi atunze zile shilingi vizuri shingoni mwake, na anapotembea watu watakuwa wanasema amechumbiwa, amechumbiwa, ataolewa baada ya miaka kadhaa. Ndio maana Biblia inasema yule mwanamke alipodondosha shilingi yake, aliondoa kila kitu akafagia. Huyu aliyedondosha alikuwa amechumbiwa, na ukidondosha hauolewi tena. Ukidondosha hii ndio sasa uelewe yule mama jinsi alivyoitafuta. Ila leo hilo sio ubiri langu, ninakupitisha tu, nitakuhubiria siku nyingine. Yule mama akaidondosha shilingi, hey, maana yake haolewi tena, na nyumba zizi zilikuwa na udongo, akaanza kufagia. Hilo sio ubiri langu. Kwa hiyo bibi harusi yoyote alipewa jani la mwelezi, akapewa na shilingi. Huyu ambaye harusi yake ilifanyika kwenye wanawali alikuwa ana miaka 10 alipochumbiwa, akaambiwa tutakuoa ukiwa na miaka 22, kwa alipewa shilingi 12. Sasa anatakiwa azitunze sana, asipozitunza hawezi kuolewa. Na ndio uone sasa kile kisa nikikuhubiria utashangaa sana, cha mtu aliyekuwa anafagia apate ile shilingi, maana yake ndio amepoteza mchumba moja kwa moja mpaka ipate shilingi. Sasa kwenye hiki kisa cha wanawali 10, huyu dada akawa amevishwa shilingi 13, na alipovishwa muda wake wa kuolewa ukafika. Sherehe za Kiyahudi zilikuwa zinafanyikeje? Sherehe za Kiyahudi, bwana harusi akija, zinafanyika kwa siku 7. Ndio maana Yesu akakuta divai imekwisha siku ya 7. Yaani siku ya 7 ni kula na kunywa, kula na kunywa. Bwana harusi akamwambia bibi harusi katika fungu tuliosoma, ninakuja siku fulani ili niweze kukuoa. Sheria za zamani ilikuwa ndoa hazifungiwi kanisani. Leo jamani, semeni amina kwa fundi mitambo. Sio kila siku namsagia tu kunguni. Leo amefanya vizuri, Mungu ambariki. Sherehe
Bwana harusi, sherehe za nyakati zile zilikuwa zifanyiki kanisani. Unajua ukija kwangu kuandikisha ndoa, tunaweza tukafungia ofisini, hapa kanisani. Tena vijana mnaogopa kuoa, hivi unajua kuna ndoa zisizo na gharama. Siku ile tu kabla ya huduma kuu, kesho Sabato, unakuja na mke wako hapa bila kumachi, nafungisha, unarudi kukaa, tunaendelea na huduma kuu. Ukitoka unamshika, unaenda kula maharage na ugali, mnaenda mnakojua wenyewe. Tatizo nyewe mnataka sherehe. Kwa bwana harusi anasema nitakuja siku fulani. Maana yake atakapokuja mkute bibi harusi na shera na shilingi ngapi? 13. Kwa kama kabla bwana harusi hajamuoa atahesabu moja, zeni hizo kuletea 1 2 3 4 5 6 7 13. Akikosa moja hauolewi. Ndio maana yule mama alihangaika sana kufagia nyumba. Nimekusifia hapa au ni shetani? Sasa bibi harusi akiambiwa bana, ninakuja kukuoa, anatakiwa aandae mabikira 10. Ndio maana Biblia inasema wana wali, ambao leo ndio wanaitwa mameti. Mzee anayesimamia mitambo, tunahitaji betri mpya tafadhali. Hatutaji kuchaji betri, ndio zinazotuletea matatizo. Niliwaambia mimi ni mjita, nimenyoka kama rula sikwepeshi. Betri ndio tatizo hapa. Kwa hiyo sidhani kama ili kambi linakosa bajeti ya betri. Na hasa ile mic ambayo ninahubiria wakati wote iwe na betri mpya, ili shetani asijitukuze. Najua mhubiri akiona hubiri pointi zinapotea. Najua nimemeza zinapotea. Okay, Mungu azirejeshe. So, baada ya hapo anasema ninakuja. Ndoa zilikuwa zinafanyika nyumbani kwa bibi harusi. Kwa hiyo, bibi harusi atatafuta wanawake mabikira 10. Watashona uniform zao. Lakini sifa ya wanawake mabikira, wawe nao wamechumbiwa. Kwa lazima shingoni wawe na koili zinazoonyesha wamechumbiwa. Haiwezekani ukawe met na wewe haujachumbiwa. Lakini mtego ulikuwa hapa, ndugu zangu. Mtu mmoja nilipohubiri sehemu fulani akasema hao watu walikuwa wapumbavu sana. Si swala tu la kuweka mafuta. Angalia kwanza sharti la kwanza linapatikana kwenye Luka 12:35. Anasema viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Sharti la kwanza, taa zinafungwa wapi? Kwenye viuno. Kwa ukiwa wewe unajifanya unatembea, maana kuna kina dada wa Kisii wanatembea, utaungua, ile taa itakuunguza.
inahitaji ukiwa na ile taa utembee kwa heshima, kwa utaratibu, maana taa inafungwa wapi? Sasa wewe jifanye unajua kutembea mbwembwe, mna mbwembwe sana, utaungua. Kwa maana yake hao wanawali 10 kwanza lazima wawe na discipline. Sema discipline, nidhamu. Si amefunga taa alafu anasikia kuna umbea pale, ngoja nikasikie kabla harusi hajaja. Utaungua wewe. Ukiwa na hii taa tulia, maana inatakiwa ifungwe wapi? Kiunoni. Taa yenyewe ilikuweje hivi? Kwa Kisii koroboi inaitwaje? Wale wa zamani tunazifahamu zile taa, zinaweka utambi, mafuta ndani. Sasa zao zilikuwa za udongo, kwa unafunga hapa, unaweka sponge, kwa taa inakuwa mitaa hii, unafunga. Kwa bibi harusi lengo ilikuwa ni kuwanidhamisha, kuwafanya wawe na nidhamu wanapotembea, hata bila mziki kana kwamba yani hata bila mziki watembee kwa nidhamu wanapokwenda kwenye harusi. Taa inafungwa kiunoni. Kwa mabikira wanafungwa taa kwenye viuno. Mtego sasa uko wapi? Mtego, bwana harusi anawaambia nitakuja. Ndoa zile zilikuwa nafungwa usiku. Anawaambia nitakuja kati ya saa 1 mpaka saa 11 jioni, saa 1 usiku mpaka saa 11 asubuhi, ila muda sitawaambia. Na nikija nikute taa za meti wote zinawaka. Ambaye itakuwa iwaki nitamtoa. Nataka nikuhakikishie madhara ya kuchaguliwa kuwa meti na ukawa mwanamwali ukaingia kwenye harusi, alafu bwana harusi akaja, taa yako haina mafuta ukatolewa, yule mchumba wako hatokuoa tena. Sharti gumu kabisa. Kwa hiyo wanachaguliwa meti. Siku ya harusi wanakuwepo ndani kwenye nyumba bibi harusi. Bibi harusi yeye hitajiki kuwa na taa, yeye ni zile coin. Lakini hawa taa zao wakati wote ziwake mafuta, ziwake taa. Sasa hawa wanawali 10 walijua kabisa bwana harusi anakuja. Walijua kabisa anakuja anytime. Walijua kabisa taa zetu zinabeba robo lita ya mafuta, na kwamba zikiwaka tu kwa masaa 4 zinatakiwa kuongezewa mafuta. 5 walibeba full tanki na mafuta ya akiba, maana walijua anytime wanakuja. Unajua bwana harusi ikitokea amekuja saa 1, hawa alioweka mafuta na ya akiba wanapata hasara, maana itakuwa ametumika kidogo. Lakini akichelewa wanapata faida. Lakini wanawali 5 wakasema tu full tank inatosha. Na ukisoma kitabu kinaitwa Manners and Custom of the Bible, anasema hawa wanawali 5 wiki 2 zilizopita walikuwa wanawali kwenye harusi ya mtu mwingine, na yule bwana harusi akaja saa 1 kamili usiku. Alafu pale nyuma hawa wanawali 5 walikuwa kwenye harusi nyingine, bwana harusi akaja saa 2 usiku. Wanasema tena kule nyuma hawa wanawali 5 walikuwa meti, bwana harusi akaja saa 4 usiku. Kwa hiyo katika tangu wazaliwe walipokuwa meti, hawajawahi hata siku moja bwana harusi akaja mafuta yakiwa yamefanyeje, yamekwisha. Kwa kwenye hii harusi wakaingia na experience badala ya kuingia na tahadhari. Kama walibahatika wale maharusi kuja wakati huo, ilibidi wajiandae tu, maana huenda atakuja saa 11. Kwa huyu bwana harusi Biblia inasema yeye alikuja usiku wa 8. Sasa usiku wa 8, ngoja hapa nikuwekee vizuri.
Tunaona Yesu alilala kwenye mtumbwi, dhoruba ikawapiga, ilikuwa usiku wa manane. Okay. Petro anaona Yesu akitembea juu ya maji, ilikuwa usiku wa manane. Usiku wa manane Kiyahudi ilikuwa inahesabikeje na Kiyunani? Kiebrania usiku wa manane ilikuwa inaanza saa moja mpaka saa moja, saa mbili, saa tatu, saa moja mpaka saa nne usiku wa kwanza, saa nne mpaka saa nane usiku wa pili, saa nane mpaka saa 11 usiku wa tatu. Ndio usiku wa manane. Lakini kwa Yunani ilienda saa moja mpaka saa tatu, saa tatu mpaka saa sita, saa sita mpaka saa tisa, saa tisa mpaka saa 11 ndio usiku wa manane. Kwa hiyo bwana harusi huyu yeye alikuja, ilikuwa saa 10:45 alfajiri. Kwa maana yake wao walipoingia wakamsubiri, wakajikuta wote wamelala. Na walipojikuta wote wamelala na taa zao zimezima, wakasikia kelele, huyo anakuja, huyo anakuja. Maana bwana harusi naye anakuja na wapambe wake. Huyo anakuja, twende tukamlaki, huyo anakuja. Waliposhtuka wale watano, mafuta yameisha, wakaongeza akiba, wakawasha. Hawa wengine, washa na wewe, washa na wewe, taa zimeshazima. Wakaenda kumlaki bwana harusi. Walipoenda akaambia, nyie taa zenu zimezima. Maana ili wamlaki bwana harusi lazima taa ziwe zinawaka. Wakaja kwa hao wenye busara, tunaomba mafuta yenu. Wakasema hapana, nendeni mkanunue. Watano hao wakaenda kununua. Bwana harusi alipoingia tu, akiingia bwana harusi, mlango unafungwa. Yaani hairuhusiwi mtu mwingine aingie. Kwa hiyo bwana harusi alipofunga mlango, wale watu wakaja wakagonga, tayari wana mafuta, lakini walishindwa kuingia. Maana ni lazima bwana harusi akukute ukiwa na mafuta. Mchana leo kisa hiki kinatufundisha nini? Ni kweli wote walikuwa najua bwana harusi anakuja. Wote walikuwa najua atakuja anytime. Wote walikuwa najua tuwe tayari, lakini walifanya uzembe wa makusudi. Mimi na wewe ni sawasawa na wanawali. Wote tuna mafuta ya Roho Mtakatifu. Wote tupo tayari kumlaki. Wote tunajua atakuja dakika yoyote, lakini tunafanya udhembe. Na bahati mbaya Bwana wetu Yesu atakapokuja hatokutaarifu. Yeye amekupa tu dalili za kuja kwake. Dalili, nitakuja sasa hivi, ni jioni, anytime anakuja. Na kama wakati wote anakuja, lazima taa zetu ziwe na mafuta. Wanawali walilala usingizi, walipoamka taa zao bado zinawaka. Maana yake unapomsubiri, kuna nyakati utalala usingizi wa kutenda dhambi, kuna wakati utalala usingizi kwa kujisahau, kuna wakati utalala usingizi kwa kutokutubu dhambi. Lakini ukishtuka, tayari moyoni mwako neno la Bwana limejaa, tayari moyoni mwako Roho Mtakatifu amejaa. Hata Bwana anapokuja anakukuta ukiwa tayari. Ni hatari sana. Wewe ni Mwadventista msabato, Yesu anakuja, anakuta hauko tayari, utalia sana. Na nataka niwaambie, atakapotokea mwana wa Adamu mawinguni, hautakuwa na muda wa kuungama. Anatakiwa akija akukute ukiwa tayari. Wewe ni bibi harusi mtarajiwa wa Yesu Kristo. Je, umeandaa maisha yako kwa ajili ya kumlaki bwana harusi? Tutasikia kelele, tarumbeta zikipigwa, na akija kuchukua wateule wake watakao mlaki Bwana mawinguni. Wewe utakuwa upande gani? Na ili uelewe vizuri, lazima twende kwenye kisa cha Nuhu na safina. Wale watu walikuwa hawajawahi kuona mvua. Hivyo injili inapohubiriwa, mvua itanyesha, mvua itanyesha. Watu wote walishiriki kujenga safina, wote walishiriki kujenga safina. Walipoona mvua inachelewa, wana historia wakasema hakuna historia inayoonyesha mvua ilinyesha. Wana jiografia wakasema hakuna historia inayoonyesha mvua ilinyesha. Wana physics, wana biolojia wakawaeleza. Kwa wale watu safina imeshakamilika,
hawakuingia, wakatoka. Lakini walipoingia ndani ya safina, for 7 days mvua haikunyesha, kwa siku 7. Kwa wapo watu walioingia, lakini baadaye wakatoka. Walipotoka baada ya siku 7, ndipo mvua ikaanza kunyesha. Mvua inaponyesha inawakuta watu wameshafanya decision, waliokubali kuingia ndani na waliokubali kuwa nje. Kwa mvua inaponyesha si wakati wa decision. Mvua inaponyesha decision imeshafanyika kabla mvua haijanyesha. Lazima decision, maamuzi ya kuwa ndani au nje yawe yameshafikiwa. Kwa mvua inaponyesha, walioko ndani mlango unafungwa, walioko nje wanaanza kumwambia no, tufungulie. Yani wamefanya decision mvua inaponyesha. Maana yake decision nzuri ilitakiwa ifanywe kabla mvua haijanyesha. Ndivyo ilivyokuja kwake mwana wa Adamu. Atakapotokea anakuta watu wameshafanya maamuzi, aidha kuwa upande wake, aidha upande wa kupotea. Wanawali walifanya decision nzuri ya kuingia na kuwa na taa za mafuta, wakamkiri Bwana Yesu kwamba ni Mwokozi, wakawa tayari kwa harusi ya mwana kondoo. Lakini walifanya uzembe, hawakuwa na mafuta ya akiba. Tunapokuwa kwenye makambi, tunakuja kupata mafuta ya akiba ili tuwe full spiritually. Anapokuja atuchukue nyumbani. Tunapokuja kuimba kwaya, tunapojifunza maneno ya uzima, maana yake all the time tunakuwa tayari ili Yesu atakapokuja atuchukue nyumbani. Lazima tujifunze kuwa sawa na wanawali wale ambao waliweka maisha yao kwa ajili ya kumlaki Yesu Mwokozi. Mchana wa leo itakuwa ni furaha tele Bwana wetu Yesu atakapokuja akatuchukua watu wote ambao tupo kwenye hili kambi, ambao tuko tumejiandaa kwa ajili ya kwenda kumlaki Bwana hewani. Tusifanye makosa kama waliofanya wale wanawali. Walifanya kosa la kihistoria lililowagharimu wachumba wao, wakawaacha milele. Hata sisi tutakapocheza na dhambi, Yesu atatukataa milele, maana anapokuja atatukuta hatujajiandaa. Siku moja nilikuwa nahubiri Tanzania maeneo fulani, nikatoa wito, wangapi wanaohitaji kubatizwa wakaja hapa mbele. Ilikuwa siku ya Alhamisi. Walipokuja, binti mmoja mnene anaitwa Josephina akaja. Alipokuja, niliposema okay, kalani andika majina, Josephina chini akaanguka. Kumbe alikuwa na mashetani, tena aliopewa na ukoo yeye awe witch doctor. Josephina mashetani akaanza kusema abatizwi, abatizwi. Akibatizwa we mchungaji tunakuwa na yeye tunamua, abatizwi. Mashemasi waoga, wazee wa kanisa waoga. Kuna watu wanaogopa mapepo sijawahi kuona. Nilikwambia sehemu fulani kule Kenya, kapepo kaliibuka tu kamoja, mtu mmoja mwenye pepo. Wazee wa kanisa wakaombea, wakamwekea Biblia, wanakwaya nao wanaomba. Mimi nakuja pale nakuta kanisa limekola rokole, katika jina la Yesu pepo toka. Yani kanisa zima linakemea pepo. Mimi nikamshika tu kichwani nikasema toka, likatoka. Wasema bana wewe una nini? Pepo. Paulo alipokutana na pepo alisema ninakuamuru katika jina la Yesu toka. Kama uamini mtu mwenye mapepo anguke hapa uone. Mimi dakika moja lisipotoka na mwacha. Sasa Josephina akasimama, akati tunatoka, wakatoka. Pepo limemwachia. Kesho yake Ijumaa nikatoa wito wa ubatizo kama tunavyofanya hapa. Josephina akapita mbele. Alipofika tu mbele, chini. Tumesema hivi, huyu abatizwi. Akibatizwa tunaua. Nikaruhusu ondoke, Josephina akapona.
Jumamosi nikiwa na ubiri, nikaangalia wale wabatizwa, tuliwapa viti vyao, simuoni Josephina. Nikamuita mzee, Josephina yuko wapi? Akasema hajaja. Nikamwambia na kwa yeye imbeni, mimi naenda kumfuata Josephina. Umbali wa kilomita 7. Tukaondoka na wazee. Tulipofika nyumbani kwa Josephina, alikuwa amepanga apartment ina watu wengi. Kumbe tangu saa 2 anakuja kanisani, pepo limemwangusha mlangoni pake, akiwa na Biblia, akiwa na lesoni, akiwa na nguo za kubatiziwa. Tulipofika likasema mmetufuata hata huku. Aha, sasa leo tunawaua nyie na Josephina. Huyu abatizwi ni wetu. Sisi tukambeba, tukasema huyu tunaenda naye hivi hivi, atabatizwa hivi hivi na mapepo, ndio mtakapoona. Tukambeba. Yakaanza hatutaki. Tukambeba, tukamweka ndani ya gari. Majirani wakaenda polisi, wakasema jamani, Wasabato badala ya kumpeleka mtu hospitali wanampeleka kwenye maji. Kwa akifia pale mumkamate yule lumbe na wasaidizi wake. Kwa polisi wakatangulia mtoni tunakobatizia. Tulipomweka kwenye gari, nikawasha gari. Gari aliwaki. Baadaye akacheka. Aliwakili, aliondoki, abatizwi. Gari aliwaki. Hiyo sasa ni saa 7. Wanakuwa tu wanaimba. Baadaye mtu mmoja akapita dirishani akasema, "Blaza, hebu fungua bonnet." Nikafungua. Akasema, "Piga." Gari ikawaka. Ilipowaka nikatoka nje kumshukuru yule mtu. Sioni mtu, nikagundua ni Yesu Kristo alishuka kuwasha gari. Ukiwa tayari kumlaki bwana harusi, mambo yako mengine yote Yesu atayapigania, atakuwezesha. Maana peke yetu hatuwezi kusubiri kumlaki, isipokuwa mpaka Yesu aingilie kati. Atakaa katika nyumba yako, atakaa katika maisha yako, ataponya magonjwa yako, atakaa na mchumba wako, hata yale mawazo yako yanayokuuliza Yesu atakuwa nayo. Maadamu tumeamua kwenda nyumbani, atakuwa pamoja nasi. Wanadamu watakuacha, yeye atakuwa pamoja nawe. Ndugu watakuacha, yeye atakuwa pamoja nawe. Maadamu umeamua kuwa mwanamwali, unamsubiri Yesu, hatakuacha. Atakufanyia miujiza isiyo ya kawaida. Tukaondoka na gari, tukaenda kanisani, bado kalala. Tukasema wangapi wanataka kabatizwe, tukanyosha. Gari ikaondoka mpaka mtoni. Tukambeba. Alikuwa mnene, Josephina alikuwa na kilo kama 170. Mnene, mashemasi wote wamebeba, wanatembea hivi. Utafikiri wao ndio wamebebwa, kumbe wamebeba. Wanatembea hivi. Basi tukamweka chini, tukatangaza jamani, tuanze na wanawake. Tubatize wanawake, wanaume watakuja wanawake, Josephina wa mwisho. Basi tukabatiza wanawake, wanaume tukabatiza wanawake. Baadaye tukasema jamani, kwa sababu issue ya Josephina bado amelala, hapo nje pana polisi, wana bunduki, wana virungu tayari kutuweka ndani Josephina akifa. Na ndani ya maji alikuwa anabatiza mchungaji mwingine. Mimi niko huko nje. Tukasema jamani, kulingana na mazingira, watakao mbeba Josephina kumwingiza ndani ya maji ni mashemasi wa kiume, maana wana nguvu, misukosuko inaweza ikatokea. Kwa mashemasi wa kiume kama 20, bebeni Josephina. Akaja mama mmoja. Mchungaji, nina neno. Hii sio haki sawa. Mwanamke apelekwa kwenye maji na wanaume. Hii sio haki sawa. Wanawake tunaweza. Akasema wanawake, wakajibu tunaweza. Nikasema nisigombane na akina mama. Okay, mashemasi wa kike mbebeni Josephina. Sio kila kitu ni haki. Mwe mnasikiliza wachungaji wakati mwingine. Takusimulia kilichotokea.
Wakaingia ndani ya maji, kina mama wamemshika Josefina, wamemlaza. Tukasema okay, tukisema tamka, mnamzamisha hivi, mnamnyanyua. Mchungaji akasema, Josefina, kwa kuwa umekubali kumpa Bwana wetu Yesu, akasema leo naua. Afu akakaa tena kimya. Wako kwenye maji. Kusema tu leo naua, kuna kina mama watatu wakachomoka kwenye maji wakakimbia. Tena wawili walikimbia, hawakurudi tena kwenye ubatizo. Tunakubatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Walipomshusha, kilichotokea sijawahi kukiona. Mchungaji, maji yalikuwa nafika hapa ni mtoni. Mchungaji haonekani. Mashemasi wote hawaonekani. Josefina ndio akanyanyuka afu akasema nimesema mniwezi. Akatoka akalala pembeni ya mto tena akalala. Sasa kilichotuchanganya, mashemasi haonekani. Katika ile taharuki tukaona mchungaji anaibukia. Maajabu, maji yanashuka hivi. Ila mchungaji kaibukia wapi? Kule. Mashemasi wanaibukia kule. Mwingine wanaibukia hapo. Wengine kule. Sasa wote tumechanganyikiwa, kitu gani kilichowapata ndugu zetu wamezama wote ndani ya maji. Hakuna aliyekufa ila walikunywa maji ya kutosha. Tukasema jamani, nini kimetokea? Wakasema yani wakati tunamweka ndani ya maji kilitokea kitu kama mguu kilituchota mtama chini. Huku watu wakasema wewe Rumbe unataka kutetea matatizo. Tulisema usimbatize. Kwa washiriki wenzangu nao wakanigeuka. Katika safari ya mbinguni wapo washiriki watakao kuumiza katika Ukristo wako, watakao kuvuta shati katika Ukristo wako, watakao kusononesha katika Ukristo wako. Usikate tamaa. Yesu yupo na wasafiri wanaomsubiri, na wasafiri ni wewe. Tukasema jamani, tumrudishe tena kwenye maji. Mchungaji mbatizaji akasema mimi sirudi tena kwenye maji. Tukamwambia utarudi, utake usitake, rudi. Akarudi. Nikasema haya, mashemasi wa kike mpo wapi? Mbebeni. Wakasema sasa hivi zamu ya wanaume. Haki sawa. Sasa mmeshajua sio kila kitu ni haki sawa, mtakuja kufa. Tukaita wanaume wakambeba Josefina, alikuwa mzito. Tukagundua wakati wa ubatizo tulikuwa tuombi, tunashangaa. Nikagawa, nyi 5 nenda kichaka kile, nyi 5 nenda kichaka kile, nyi 5 nenda kichaka kile, nyi wengine nenda kichaka kile, nyi wengine kichaka kile. Afu baada ya hapo tukasema okay, kwaya itakuwa inaimba inamsifu Mungu, kwaya inaimba inamsifu Mungu. Wakati hawa wakiendelea na ubatizo, wengine watakuwa wakiimba na kumsifu Mungu, wakiimba na kumsifu Mungu. Baadaye nyimbo, vikundi vinaomba, huku nyimbo zinaimbwa, moto umewaka leo, moto ni damu ya Yesu. Basi mchungaji akasema, Josefina, kwa kuwa umemkubali Bwana kwa mwokozi wako, ninakubatiza katika jina la Bwana na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Wakamshusha. Walipomshusha, tukaona Josefina amesimama anasema nimepona, Bwana asifiwe. Akaanza kuruka. Josefina akatoka ndani ya maji, anapungia watu mikono, anapungia wote. Tukaanza kulia tukimshukuru Bwana, Josefina amepona. Polisi wakaanza kuondoka kwa aibu, na sijawahi batiza watu wamejaa kama vile watu zaidi ya 3,000 kushuhudia nini kitatokea. Watu wakaanza nikasema mlioko huko anataka kumpa Bwana maisha yake kama Josefina, njoo pale watu 30. Nani Adventist wakabatizwa. Josefina mpaka leo ni shemasi. Mapepo hajamrudia.
Ukiamua kuwa mwanamwali unayemsubiri Yesu kwa ajili ya kuja mara ya pili, Yesu atakupa total protection. Atakulinda uingiapo, atakulinda utokapo, atakulinda kazini, atakulinda mashambani, atakulinda usafiripo, atakulinda ubakipo nyumbani, atakulinda ulalapo, atakulinda uamkapo. Yesu anahitaji wanawali walio tayari ili awape total protection. Mchana wa leo kuna faida ya kwa mwanamwali unayemsubiri Yesu. Atakupa total protection. Mimi nina bahati moja. Katika kambi hili ninapokea visa vingi. Sitavitaja maana si kawaida yangu kuvitaja. Watu wengi wameshaniona wamepona hapa. Watu wengi wameshaniona wamepona. Watu wengi Mungu wiki hili amewatendea mambo yasiyo ya kawaida. Hata wewe leo ni zamu yako. Wanaosema Yesu, niko tayari kukusubiri kama mwanamwali, uje hapo unichukue. Lakini utakapo msubiri Yesu, atakupa total protection. Total protection. Ulinzi kamili. Ulinzi wa uhakika. Mibaraka yake, neema yake, atakuwa na wewe milele na milele. Wanaokubali hilo wasimame pamoja nami. Lakini kesho tuna ubatizo. Huenda wewe bado haujajitoa. Huu wito ni wa wale ambao bado hawajajitoa na wanatamani kesho kubatizwa. Wazee wa kanisa na wachungaji, naomba mpite mbele. Mpite mbele. Mpite mbele. Kuna mtu ambaye hajajitoa kubatizwa, anahitaji kubatizwa. Nyosha mkono wako. Wewe bado hujajitoa na unahitaji kesho ubatizwe. Tuna watu zaidi ya 80 waliojitoa kubatizwa. Na wewe je? Nyosha mkono wako. Yupo anayehitaji ubatizo? Nyosha mkono wako. Yule anayehitaji ubatizo. Kuna mtu anahitaji ubatizo siku ya kesho na bado hajajitoa. Bado hajajitoa. Hebu washiriki wa kanisa la Millenium, zunguka huko na huko. Angalia nani hajajitoa. Fanya wito. Anzeni zunguka. Yule ambaye bado hajajitoa, naomba mniletee. Washiriki wa Millenium, yani wamekaa tu. Washiriki wa Millenium, changamka, zunguka huku na huko. Angalia nani bado hajajitoa kubatizwa. Mkaribishe hapa. Nani bado hajajitoa? Tunakusubiri. Tunaenda kufunga mlango huu wa rehema. Nani bado hajajitoa? Nani bado hajajitoa? Yupo? Kuna mtu bado hajajitoa? Kabla tujaenda kuomba, kuna mtu bado hajajitoa anahitaji ubatizo? Kuna mtu bado hajajitoa? Basi kama unahitaji ubatizo, utawaona wazee hawa, utaona wanakwaya. Waambie, nami nahitaji kuandikwa jina kwa ajili ya ubatizo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kutuandaa na ujio wako. Kuwa pamoja nasi ukituandaa kukulaki hewani. Watoto wako waliojitoa kubatizwa, kesho tutawabatiza katika roho na kweli. Lakini wapo ambao wanatamani pia kubatizwa hawajajitoa, wawezeshe waweze kujitoa. Baba na Mungu wangu, walio wagonjwa wasikie sauti hii. Walio na maumivu, sikia sauti hii. Tunaongea na Bwana sasa. Tunaongea na Bwana. Mungu akakuponye katika jina la Yesu.
Mungu akakufanye mzima katika jina la Yesu. Mungu akakontrole maumivu yako katika jina la Yesu. Pona sasa, pona sasa, pona sasa, pona sasa katika jina la Yesu. Pona sasa katika jina la Yesu. Pona sasa katika jina la Yesu. Mungu, Mungu, Mungu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu neema yako ni kuu. Asante Jehova, asante Jehova, asante Jehova, maana wakati wote unatuwazia yaliyo mema. Ikajulikane mchana wa leo ya kwamba kuna Yesu ambaye anasaidia. Ikajulikane mchana wa leo, ikajulikane ya kwamba kuna Yesu anayeponya. Asante Yesu, shuka sasa tukauone ukuu wako. Asante Yesu, shuka sasa tukaone namna unavyofanya kazi. Asante Yesu, Roho yako Mtakatifu akashuke kwa watoto wote na kuwabariki. Wale wanaoota ndoto mbaya wasiziote tena. Wale ambao wanaumwa wakapone. Wapo kina mama wameniambia watoto wao wanaumwa vifafa. Kuanzia leo vifafa vikatoke kwa watu wanaoanguka vifafa. Ikajulikane katika ile kambi kuna Yesu anayeponya. Watoto, watu wazima wanaoanguka vifafa, mwisho kuanzia leo katika jina la Yesu. Wale wanaoumwa matumbo, vidonda vya tumbo, vichwa, kuanzia leo mwisho. Wale watoto ambao hawaelewi hesabu, sayansi na masomo darasani, hata wale wanavyuo, ikawe mwisho leo wakafaulu kwa viwango vya juu. Bariki kina baba, bariki kina mama. Zile ndoa ambazo hazina utulivu na amani, karejeshe amani na utulivu katika jina la Yesu. Wale mabinti ambao wanasumbuliwa na vijana na wanapitia hizo changamoto, kawasimamie Jehova. Ninaongea na watu ambao kuna maagano ya kiukoo yamesababisha biashara zao zife, yamesababisha wasipate wachumba. Maagano ya kiukoo, mambo ya kiukoo, ya mila na desturi. Naongea na watu ambao familia zao zimefungwa, koo zao zimefungwa, hawezi kufanya maendeleo. Nao watu wako hapa kwa sababu wamekimbilia msalaba. Tunafungua maagano ya kiukoo yote katika jina la Yesu. Wengine tusikiza online, wengine katika radio, wanapitia maagano ya kiukoo, wanapitia historia mbaya za mababu na mababu. Makosa ya mababu na mababu yanasababisha wao wapate madhara yao na hata hawajui chanzo. Baba, nao kawasaidie. Fungua vifungo vyote Jehova. 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 Yahweh ninakuita. Yahweh ninakuita. Yahweh ninakuita. Wale wanaoumwa HIV wakapone sasa. Jumatatu wakienda kupima wakaone vidudu havipo katika jina la Yesu. Sina mashaka ninapoomba. Wakati wote ninapoomba Yesu unafungua. Waliopona HIV ninapoomba ni wengi hata siwezi kuhesabu. Kwa nini usifanye muujiza huu leo? Na sio lumbe, ni Yesu ndani yangu. Oh Yesu, ponya wenye HIV. Ponya Jehova. Kuna watu ambao wanatembea na vidonge kwa ajili ya kunywa, kwa ajili ya pressure. Ikawe mwisho, ikawe mwisho, ikawe mwisho. Pressure zote tunazikemea katika jina la Yesu. Pressure zote achilia. Pressure ni roho. Sikia, roho ya pressure. Achia watoto wa Mungu. Achia watoto wa Mungu. Hivi ninavyoongea, yule mwenye pressure anaona kuna nafuu. Anaona kuna kitu kinachomoka kifuani. Yes, usishtuke, ni Yesu yuko kazini. Ni Yesu yupo kazini, usishtuke. Kichomoke sasa. Usishtuke utakaposikia kitu, ni Yesu yupo kazini. Ni Yesu yupo kazini. Achia sasa. Achia sasa pressure. Achia sasa pressure. Achia sasa pressure. Achia watoto wa Mungu wawe hai. Achia watoto wa Mungu wawe hai. Pressure chomoka. Pressure chomoka. Yes, ninaongea na watu wenye visukari.
Visukari, na wengine wana vidonda visivyopona. Visukari. Sasa wale wenye visukari utaona ishara fulani, usishtuke. Visukari, ninaongea nanyi katika jina la Yesu. Achia watoto wa Mungu. Achia watoto wa Mungu. Achia watoto wa Mungu katika jina la Yesu. Sirumbe, ni Yesu ndani yangu. Msalaba utendao mema. Yesu, tumesoma neno lako juma lote la kwamba unaweza. Visukari, achia. Achia watoto wa Mungu. Naongea na watu wenye athma na allergy. Wengine wanavaa barakoa kwa ajili ya athma na allergy. Athma, allergy, achilia watoto wa Mungu. Maombi ya mchana wa leo ni ushuhuda ya kwamba makambi haya yalikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Watu wengi watatoka leo wakiwa wamepona. Leo ninaona mama mmoja mwenye uvimbe katika mwili wake na anasubiri baada ya makambi kufanya operation. Sasa ninasema hivi, hakuna operation, na mganga atakapokuona baada ya makambi atakuuliza uvimbe umekwenda wapi? Yes, uvimbe achilia. Uvimbe achilia. Uvimbe achilia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wale ambao wameshafanywa operation na operation zimewaletea matatizo, wamefanyia operation zimewaletea matatizo, nao tunawaombea katika jina la Yesu. Yes, kuna watu wanaumwa shingo wako hapa. Roho wa Mungu ananionyesha wale wanaumwa shingo, pona katika jina la Yesu. Shingo zikaachie. Asante Jehova, asante Mungu, maana wewe ni Mungu wa yote yasiyoshindikana. Wale wanaumwa migongo, pingili zimepishana, Yesu, tengeneza pingili upya. Yes, Roho ananiambia kuna watu wanakosa usingizi, hawalali usingizi. Hata afanyeje usingizi akilala masaa mawili unatoweka au hauji kabisa. Ukaanze kulala kama katoto kadogo kuanzia usiku wa leo. Katika jina la Yesu. Wewe ambaye usikii vizuri uko hapa, Roho ananiambia masikio yako yana shida, pona katika jina la Yesu. Yes, Roho ananiambia kuna mama ambaye, binti ambaye akifika kwenye siku zake anaugua mpaka analazwa, anapoteza fahamu. Yes, ninaambiwa yuko hapa. Ninaambiwa mwingine bleed inatoka siku 10, 15, hali ni mbaya, damu haikauki. Baba, katika jina la Yesu, kausha visima vya damu katika jina la Yesu. Omba kimoyo, omba, usifumbue macho, omba. Mwambie Mungu unachokihitaji. Omba kimoyo, watoto omba. Roho Mungu yuko hapa. Pana nguvu isiyo ya kawaida hapa. Yes, ameshuka Yesu mwenyewe yuko hapa. Roho yuko hapa. Omba kimoyo. Mwambie Yesu kinachokusumbua, omba. Yes, omba. Mwite Yesu, omba. Omba. Ninaweka ulinzi kwa watoto katika jina la Yesu. Watoto wasigongwe na magari, wasigongwe na bodaboda, wasitumbukie kwenye mashimo, wasiungue na moto. Watoto walioko hapa ambao wanaumwa wakapone. Watoto wote, ili ni kanisa la kesho. Shetani ashindwe, Mungu walinde. Roho wa Bwana ananiambia kuna familia mtoto wao aliondoka miaka mingi, hajarudi nyumbani. Hata simu hawapigii na hawajui yuko wapi. Wengine ni mume wake hajui yuko wapi, mwingine ni mke wake aliondoka siku nyingi. Katika jina la Yesu, ndani ya wiki ijayo akapokea simu ya mpendwa wake.
katika jina la Yesu. Ninaombea wafanyabiashara waliofunga biashara zao, wengine zikiendelea, wengine wametoa pesa kwa ajili ya kuendeshea makambi. Tunataka kanisa la Millenium liwe na matajiri, wafugaji matajiri, wakulima matajiri, wenye maduka matajiri, wafanyabiashara, wapika chapati matajiri, wapika maandazi matajiri, wauza ndizi matajiri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, shetani amefunga vichwa vya Wasabato, na wanaamini kabisa sisi ni watu wa kushindwa. Sisi ni kichwa, sio mikia. Bariki biashara zetu, wafanyakazi wabariki, wanaotafuta kazi na mitaji wabariki, wanaotafuta wachumba na waume na wake wabariki. Ninaomba haya katika jina Yesu Kristo, amen. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Nani amepona katika ombi la leo? Bwana asifiwe. Yupo mtu wa kusema amepona sasa hivi na amehisi mabadiliko? Nyosha mkono wako. Mungu awabariki, Mungu awabariki, Mungu awabariki katika jina Yesu Kristo, amina. Tumefika kikomo cha mahubiri na tunaenda kabla tunaenda lunch. Chairman wa makambi yuko hapa. Kama kuna neno, wakati ni wako. Chairman wa makambi, kama una neno. Asante Padre, tunaendelea, tuondoke maana kuna kipindi kimoja ambacho kimesalia, ambacho tuliagana kwamba baada ya ibada ya asubuhi tutafanya mnada kwa ajili ya sadaka mbichi. So tujiandae ili tuwe tayari kununua kile ambacho tutatangaziwa hapa. Sanduku la maombi pia litaombewa hapa kabla tuweze kuondoka. So tafadhali tutulie, maana leo hii ni Ijumaa, ndio tunakamilisha makambi. Kesho kutakuwa na upatizo, so tujiandae sote ili tuwe tayari kwa upatisho wa kesho. Mungu na azidi kutuongoza tunapoendelea. Waliojitoa kwa ajili ya upatizo, tafadhali msije mkaondoka, ila tupaki tumuone huyu Elda Mayaka atawatayarisha ili tuwe tayari kwa upatizo na tupewe maelekezo jinsi itakavyokuwa. Wakati huu naomba kwamba ningemkaribisha pastor ili tuendelee kwa ajili ya hayo. Naona Elda anakuja na tangazo lingine, tafadhali pita hivi ili pastor anapoendelea tutalisema. Praise be the name of the Lord. Wale ambao walikuja na sadaka mbichi, ningeomba kwamba tusonge mbele. Pastor anapotuongoza kwa maombi pamoja, pia taombea maombi yetu. Kama bado hujaandika karatasi, muda mchache tu utupe karatasi lako katika hili sanduku. Asante. Mnapoleta makaratasi, kanisa sote, that is Caribbees Millenium, tafadhali tusiondoke. Leo hii hatutarudi jioni, hivyo tutakamilisha yote kwa ajili ya kesho. Hivyo tunasema kwamba Millenium Church Choir, you remain Caribbees Church Choir, nanyi mpaki, deacons and deaconesses mpaki kwa ajili ya maandalizi. Come committee, tafadhali pia tutapaki ili tuone kwamba kila kitu iko sawa kwa ajili ya kesho. Pastor, karibu.
Asante waliokuwa na sadaka mbichi, tafadhali kama mko Mama Teresa sijui kwa wapi, pamoja na wengine, na baada ya kuomba ndio tutauza. Those members who came with their offerings in kind, kindly come up front as we shall put you into prayer. Anybody amongst us? Nao sadaka mbichi hapa ya kuku, ndizi pamoja na mahindi. Wale walioleta tafadhali mtasonga mbele. Alright, ni kwamba wamo, wacha tuombee sanduku pamoja na alright. Thank you ma'am. Can you come up front? Asante mchungaji. Asante elder. Thank you so much. God bless. Somebody else, if you came with your offering in kind, come up front. Tunapoimba namba 9 katika lugha ya Ekegusi, Homotongi one byonsi pine byabo, naye mweka kwa pingete nayo sesenya, naye mweka kwa pingete naye sesenya, egetongwa kyao inga okowe Nyasaye onengotoge homo yogotoge. Basi wale walioleta sadaka zao nataka niwaombee. Na kwa sababu mmeleta sadaka zenu, Mungu atawapa maradufu. Lakini tamani sijui mwenyekiti wa kambi leo ungegawa bahasha, ili kesho watu waje, na sijui utaratibu mliouweka au mtagawa kesho. Nitamani leo watu wangeondoka na bahasha, kila mmoja waweke sadaka zao. Natamani kila mmoja achukue bahasha, katafakari, kesho uweke sadaka ya kambi. Haiwezekani tuhubiri ili kambi, sadaka ya kambi isifike. Mashemasi changamka. Washirika wanahitaji kuweka 1,000, 500, 200, 50, 3,000, 5,000. Mungu amekulinda kwa mwaka mzima. Hivi mashemasi wa kanisa kweli mnamwachia mwenyekiti wa kambi anahangaika, mmekaa tu? Basi tuombe kwanza dhidi ya walioleta sadaka mbichi. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wameleta sadaka. Nami mtumishi wako kwa mikono yangu ya kichungaji ninashika vichwa vyao ikiwa ni ishara ya mibaraka. Bariki rafiki zangu walioleta hivi vifaa. Bariki katika jina la Yesu. Wabariki katika jina la Yesu. Wabariki katika jina la Yesu. Bariki sadaka zao. Kuanzia Jumatatu ukawape mafanikio ya pesa mpaka wakashangae. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Asante Yesu, maana unawapenda. Asante kwa sadaka yao na watoto wako ambao wanapokea bahasha sasa ili waweke pesa, nao wabariki. Bless them abundantly. I pray this in the mighty name of Jesus.